preaching, the teacher is teaching, so keep your mouth shut, for God is here. The preacher is preaching, the teacher is teaching, so keep your mouth shut, for God is here. So children, keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. So children, keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. Parents, teach your children that the Lord is a great God. So when we come before Him, we need reverence. Parents, teach your children that the Lord is a great God. So when we come before Him, we need reverence. so children, Keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. so children, Keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. so children, Keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. so children, Keep your mouth shut. When it's time to pray, humble yourself, for God is here. Mwanawambiaje watoto wetu? Tunaenda stanza 3 and 4. Tunapoingisha advertisement kundi kubwa, ile kundi ambaye unafikiria ni wageni wetu siku ya leo, ni wageni kutoka Kisii Central SDA Church Choir. Sio ati wako hapa ni wenyeji wa hapa, ni wageni siku ya leo. Tena ile kundi kubwa ambayo itaenda Amerika. Tunaenda number 3. Usikie sauti ya Bwana, uyachague mambo ya Bwana, mambo ya Bwana, ufungue mlango, usimwambie Say yes.
Yesu, voici vivere biense, Pagania se Yesu, Gesieri atelene, Goturo mohigorere, Iwango sororare, Pagania se Yesu. Wasirian sachingia Tiogo beremu na koechiruru Tiogo kore Asante, tunaomba tumalize kipindi cha nyimbo. Wala ambao wanatembea tusimame. Tunaomba. Baba wetu aishiye juu mbinguni, tumetoa shukrani ya kipekee. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi cha uimbaji hadi wakati huu. Tutakapoendelea na kipindi kingine, uwe pamoja nasi, na tutakapopata nafasi nyingine ya kukutukuza, kutumia vinywa vyetu kwa ajili ya uimbaji, utupatie sauti nzuri tuweze kukutukuza wewe. Tumeomba haya kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Asante.
Hamjambo wasafiri wa mbinguni. Sabato njema. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuwa hapa na kuabudu siku ya leo. Sisi zote ni wageni kwa siku ya leo. Kwa hivyo tungependa kukaribisha kila mmoja wetu jisikie miguuni pake Yesu, kila mmoja wetu unapoabudu siku ya leo. Na sasa hivi nataka tulete matangazo, na kabla ya kuleta matangazo haya na tuombe. Aliye Mungu wetu na Baba wetu, tunakushukuru tena asubuhi hii. Asanti kwa sababu umekuwa nasi tangu tulipoanza juma hili, na leo tumefika mwisho wake, siku ya Sabato. Tunapokuabudu, tunaomba ya kwamba tuweze kuwa waaminifu, hasa kwa matangazo ambayo tunayoyaleta. Kila mmoja wetu aweze kufanya jinsi matangazo haya yanavyomuelekeza. Uwe pamoja nasi mpaka tutakapomaliza. Kwa jina la Yesu tunaomba. Salamu kutoka kwa wachungaji wetu. Kwa hivyo kila mmoja wetu jisikie ya kwamba wachungaji wetu wako pamoja nasi hata kama hawatakuwa wako hapa. Tangazo la pili. Leo ndio mwisho wa juma la maombi la uwakili, na Pastor Ibrahim Bosire atazungumza nasi, na kwa hivyo kila mmoja wetu anaombwa ya kwamba aweze kumwombea anapomega mkate wa mbinguni. Tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 kutakuwa na KCC Men's Day of Prayer, ya kwamba wazee wote wa Kisii Central watakuwa na siku ya maombi. Kwa hivyo wanaume wote wameomba ya kwamba waweze kujiandaa. Tumesema ni tarehe ngapi? Tarehe 2 mwezi wa 3. Wazee wote, sio amo kwaya, lakini wazee wote. Viongozi wafuatao wa home churches mumeomba ya kwamba muweze kubaki nyuma baada ya ibada. Kule mahali ambako panajulikana kama former white benches upande huu. Na viongozi hao ni wale viongozi wa home church, naibu wa viongozi, makatibu, waweka hazina na wazee wanaosimamia mitaa hii. That is elders in church. Tangazo la 5, na muomba Felix asonge hapa ninapolitoa. Amo wako na kikundi cha mazirai ya wana Amo, na hii ni wazee wale ambao wako katika Amo. Kwa hivyo wako na kikundi, wako na chama cha mazirai yao, na ikiwa utahitaji kujua zaidi juu ya jambo hilo, unaweza kumuona kiongozi wa Amo ambaye ni ndugu Felix, au uweza kumuona kiongozi wa welfare ambaye ni Steve Mienda. Steve Mienda tena ndiye deacon mkuu. Unaweza kutoa maelezo sasa. Thank you.
Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Nimesimama hapa mwanzo kualika wanaume wote ambao wako zaidi ya umri wa miaka 15 waweze kujiunga na kundi la Adventist Men. Unapojiunga na kundi hilo, ndio maana tumesimama hapa ku make that correction. It came out last week. Na wengi waliweza kupiga simu kuulizia juu ya welfare hii. The correction is, and the correct position is, wale wanaume ambao wamejiunga na kundi la Adventist Men are the ones who are eligible for this welfare. So we are appealing to all men aged 15 years and above, kindly join the group, and as you join the group, we will be able to worship our God and be able to move together in the ways that He wants us to do. Thank you, and may God bless you. Asante. Tangazo la 6. Wastaafu wote wanajulishwa ya kwamba kutakuwa na mkutano tarehe 25 mwezi huu wa pili. Hiyo itakuwa Jumanne saa 8:30, na wanachama wapya wanaalikwa waweze kujiunga na kikundi hiki. Wasasi wa Adventurers na Pathfinder mwaka 0 mpaka 16 wakutane na viongozi baada ya ibada mkono huu wa kulia ili waweze kujiandaa kwa mambo ya induction. Mkutano wetu wa baada ya mankuli utakuwa ndani ya kanisa, na kila mmoja wetu anajulishwa kwamba tutakapomaliza ibada ubebe kiti chako kuelekea kanisani. Matangazo ya kifo. Wapi ndugu Maonga? Nawasalimia mjambo. Mjambo tena. Watoto wetu ambao ni youth 16 years to 21 years wanaitwa ambassadors. Na tunao wengi tu hapa kanisani, na tunazidi kualika kwamba tuna mikutano every Sabbath in the afternoon na Sundays. Na katika mikutano yetu hii tuna mambo mengi tu ya kujifundisha, akiwemo mambo ya life skills na mambo mengine kama ya kujitegemea, self reliance. Mengine tutafundisha mambo ya cooking, bakery na mengine. Na pamoja na hayo, wiki ijayo ambayo ni tarehe 2 mwezi wa 3, ambassadors hawa wamepanga kuwaoshea magari hapa kanisani. Wote ambao na magari tumealikwa kwamba mlete magari yenu ili tuweze kuwaoshea at a small fee of course. Na wanafanya hivyo kwa sababu tumeanza kujifundisha mambo yanaitwa self reliance, wajue jinsi ya kutumia mikono yao kufanya kazi ambayo inawaletea mapato kidogo. Kwa hivyo baada ya siku hiyo hiyo exercise ya kuosha gari, watakuwa wameboost their kit for the year 2025. Kwa hivyo tunaomba wote ambao mna magari mlete tuwaoshe hapa kanisani, na amo mnapoingia katika kikundi cha maombi, mkileta gari pale sisi tunawaoshea, ukirudi unapata gari iko safi. Mungu awabariki sana. Na ninaomba kwamba wazazi, kama una mtoto wa miaka hiyo 16 to 21, mlete tafadhali katika kundi letu hili, kwa maana tunajifundisha. This is the age that children, our young people are learning on life skills. Na tukiwacha hapo wakienda wakipotea,
This is the age that will get lost. Na mambo yale ambayo wanajifundisha wakati miaka hii ndio yale watakuja kukumbuka wakati wamekuwa wazee. Tafadhali walete tuwafundishe, na tuna several other programs mwaka huu. Mungu awabariki sana. Thank you. Asante ndugu Maonga. Tangazo la tanzia au tangazo la kifo. Tunasikitika kutangaza kifo cha Mama Eunice Kwamboka Kombo, ambaye ni mama mdogo wa Elder David Kombo. Na tunajulishwa ya kwamba mazishi yatafanyika tarehe 28 mwezi huu wa pili mwaka huu kule kwake Liosiri. Kwa hivyo kila mmoja wetu anaulizwa aweze kuombea familia hii. Matangazo ya district. Tarehe 1 mwezi wa 3 tutakuwa na district Sabbath, na sabato hii itakuwa ni ya kumuaga Pastor Abdulsalam Moanda. Pastor Abdulsalam ametumwa kuhudumu kule Birongo district. Kwa hivyo makanisa yanajulishwa yaweze kujiandaa kumtakia mema anapoondoka. Tarehe 24 ambayo itakuwa Jumatatu, tarehe 24 mwezi huu, ndio ripoti zitatumwa kwa conference. Kwa hivyo kila mmoja wetu aweze kuhakikisha kwamba amekamilisha mipango yake, na treasury wajulishwe kujua hivyo. Kutakuwa na seminar au mafundisho ya walimu wa sauti ya unabii katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kisii New Life, na hiyo itakuwa ni kesho tarehe 25 mwezi huu kuanzia saa 3. Kwa hivyo wale ambao ni walimu wa sauti ya unabii, mumejulishwa muhakikishe kwamba mumehudhuria. Na wafuatao ndio watakaokuwa kwa Samu juma lijalo kuanzia tarehe 23: Elder Robert Aricha, Elder Peter Chege and Elder Henry Makworo. Kuna tangazo hapa la Nyanjwa Station. Nyanjwa Station youths watakuwa na prayer band hapa kanisani kesho. Kwa hivyo all youths and ambassadors wamekaribishwa. Aliyeleta tangazo hakusema saa, so sijui kama mtakuwa hapa kuanzia saa 2, lakini jua kwamba mtakuwa na mkutano kesho kuanzia saa 2. Tunapomaliza, tungependa kuwakaribisha hawa wageni ambao wamenakiri majina yao kwa kitabu chetu cha wageni. Wa kwanza ni Raphael Etiko from Full Gospel Churches of Kenya.
Ako wapi? Ndugu Rafael. Kuna yeyote anayemwona ndugu Rafael mahali ameketi? Mwingine ni Ruth Magoma. Huyo ni kutoka Kisii Central. Dada Ruth, uko wapi? Ruth. Ruth, hebu songa mbele. Mwingine ni Elder Charles Makoli. Elder Charles Makoli kutoka Nakuru. Simuoni. Pengine ako ndani ya kanisa. Susan Anyona. Susan Anyona. Susan Anyona ako wapi? Linet Akinyi. Linet yako wapi? Sijamuona. Hebu simama. Happy Sabbath Church. Happy day. Kwa majina mimi naitwa Ruth Magoma. Leo ni siku yangu ya pili Sabato, nilikuwa huko. Kuna maombi inaendelea, nimekaa na maombi na watu wengine. Na Mungu aendelea kuwabariki. Mimi nilikuwa nakaa, nimeshiriki katika kanisa ya Nairobi, Patanisho SDA Church. Na leo naendelea kukaa na nyinyi na Mungu aendelea kuwabariki nyinyi nyote. Asante, tunashukuru. Na wacha tuombe tukimaliza matangazo. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu umekuwa mwaminifu. Umezungumza nasi kupitia kwa matangazo. Sehemu nyingine ya ibada inapoendelea, tunaomba ya kwamba usidi kuwa pamoja nasi na mapenzi yako yatimike kwa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Amina. Be silent, be silent, a whisper is heard. Be silent and listen, oh treasure rich word. Tread softly, tread softly, the Master is near. Tread softly, he is just drawn near. Amen. Tusimame wote. Sifu Mungu wa neema, enyi
Uhimidiwe Baba na Mungu wetu. Saa imekuja ya kuzungumza nasi. Zungumza nasi maana tuko tayari kusikiliza. Kwa Kristo Bwana tumeomba. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu wetu ametupea nafasi nyingine ya kushiriki katika kumwabudu siku ya leo. Mtangulizi wangu tayari amefanya kazi ya kualika wale wote ambao ni wageni. My work is now very simple, is to bring the pulpit team. I just want to repeat that all those guests who have visited us for the first time, you are most welcome. May God bless you abundantly as we worship Him this day. I want to introduce the choirs kindly for the sake of time because we have a serious program ahead of us. I want to introduce you in a wholesale. The children choir, youth choir, women ministry choir, church choir, and AMO. Be upstanding. Ntashukuru sana na Possibility Ministry kindly. All the choirs in our church kindly stand so that we save time. Asante kwa kusimama nyote. Wave to the congregation. Congregation wave back. Tunashukuru Mungu for the good work that you are doing. May God continually bless you, bless your families, bless your projects. And may we prosper day in, day out as we worship God through songs. Asante sana. I want to straight away go to the up front, the team that is before you to bring the divine service. And each person knows the kind of work that he or she will be doing. So I want to mention your names. Naomi Ogega, you be standing. James Nyagechanga, Janet Chuni, Ameria Kemunto, Estoni Onkundi, Diana. Kindly wave to the congregation. Thank you very much. May God bless you in all those parts that you'll be playing. So each person as he comes forward or as she comes forward, mtaona kazi yenye atakuwa amefanya. Tunataka kusave time. I now want to welcome Pastor Isaboke to introduce the guest who will be speaking to us. May God bless this congregation. My name is William Tinega, one of the elders in this church. Karibu sana. Thank you, Elder. Happy Sabbath. Happy day. Are you happy, really? If you are happy and you know, say amen. Yes. I can see now you are happy. Ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Ni kwa sababu hamukuwa hapa the whole week. Wale walikuwa wanaweza kuwa walimu wetu. Ninapowasalimu hamjambo, tunajibu kwamba tuna jambo, Yesu yuaja. Haleluya. Maana Waadventista wa Sabato hawakosi kuwa na jambo. Hamjambo kanisa. Yes. Kwa hivyo msidi kubarikiwa sana. Juma hili limekuwa juma la manufaa sana kwetu. Hakika tumechengeka kilo kutokana na mzungumzaji ambaye amekuwa akituzungumzia the whole week. We have been revived spiritually. Kwa hivyo wale wali attend within the week, may you be blessed. Wale wengine ambao hawakuweza kufika, tunaomba kwamba tutakapokuwa na juma la maombi lingine, tupate nafasi ndiposa tuweze kufika, tupate yale Mungu ametupangia. For instance, ni wangapi waliweza kufika within the week, even if it is one day? Kama uliweza kufika kwa ishara ya mkono, mubarikiwe sana. Si mulipata jambo? Na ninajua leo mgeni atazungumza mengi, maana aliona tulipokuwa tunatembea. Na wale mlitukaribisha manyumbani mwenu during the visitations, may you be blessed. Na kabla sijamaliza, ningependa kuleta salamu za mchungaji George Morara. Amchamuona, amewasalimu. Hamjambo? He is busy somewhere.
He was called to Nyamira conference to minister and he asked me to pass his greetings. Mmepokea hayo? Mbarikiwe sana. Sasa langu ni jambo rahisi sana. Kependa kwanza kumshukuru mnenaji wetu ambaye amekuwa akituzungumzia, Pastor Ibrahim. May God bless you so much. Umekuwa wa maana sana kwetu. Ninajua kwamba wakati wake ukifika atasimama tu aanze kuleta neno la Bwana. Lakini kwa sasa hivi ni wangapi waliweza kufurahia mafunzo yake within the week? Mungu awabariki sana. Najua today being the last day ataleta yale alikuwa amepakisha yote. Na kwa sababu yuko hapa na ako na wageni, na hao wageni huenda nisiwatambue vizuri, sini vizuri nimleta wasalimu. Akitusalimia alete wageni, during the divine hour atakuwa anazungumza jambo tu. Ni wangapi neno la Mungu tu? Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha? Pastor Moseti, feel most welcome. You say hi to the congregation, introduce your dear wife. Na nilishangaa the whole week sijaona akismile. Lakini vile mama aliingia, leo nimeona he can afford a smile. Si mnaona wamama vile mmetusaidia sana. Wale wacha atusalimu, alete mke wake na familia. Karibu. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama una furaha. Haleluya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maana amekuwa mwaminifu. Katikati ya juma my sons were sick. Na vile walikuwa wagonjwa, ninashukuru kwa wale mliwaombea. Na nina furaha sana kabisa kwamba you've seen indeed the hand of the Lord. Maana wako katikati yetu, wanaabudu pamoja nasi. Bwana asifiwe. There is a team ambayo wamekuja kuniona, ambao ningependa niwalete. I just want to confirm whether they have arrived. Kuna Ella Shadrack Muriasi. Kindly, all right. Namba mje hapa with your team, please, kindly. Asante. Nilitarajia mko wengi, kumbe mko wawili. Thank you. Hapa tuko na Ella Samuel Mwita, one of the elders in one of my churches in my district. Ningependa wasalimie. Karibu. Wasafiri wa mbinguni mjambo. Kwa majina ni Elder Emmanuel Mwita Chacha kutoka mtaa wa Nyabohanse. Kanisa ni Kibranga. Tumekaa wiki nzima hatukuwa na pastor. Tumesema leo wacha tutembee tuone hata Kisii Central penye alikuja kuchapa injili. Mmebarikiwa? Asante, Mungu awe pamoja na nyinyi. Asante. Huyu ni Ella Emmanuel Mwita, one of my elders in one of my churches in my district. Anayefuata ni pia ni Ella Shadrack Muriasi. Ella Shadrack anaweza akawasalimia hata kinyumbani. Is also one of my elders. Ella, karibu. Mliopendwa na Yesu Kristo na wasalimu. Sabato njema. Sabato njema. Asante, nilikuwa nawaona hewani vile mlikuwa mnaendelea na mahubiri. Naomba tu ukiona mtu amepotea mwambie amepotea na
Yesu na inamia pake. Nimeachana anasa kwako Yesu, nipokee. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, nifaze niwe wako. Nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi, nasifu jina lake. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. Wakati ulio mwema kwa kupeana maombi yetu kwa Baba yetu, na ningependa wale ambao unless kuna sababu wameketi waweze kusimama tuweze kuomba pamoja. Wale ambao wameketi tafadhali msimame kama huna shida kwa afya. Ningependa tufunge macho tuombe pamoja, na wakati wa kuleta hatua zetu kwa Baba yetu. Tuombe pamoja. Baba wetu uliye patakatifu, patakatifu mno, tuacha kwako asubuhi hii tukikushukuru kwa sababu unastahili. Asante kwa uhai na asante kwa upendo mwingi ambao umetupatia. Tunapoendelea kusubiri kurudi kwako mara ya pili, tunakuhitaji kwa njia ya kipekee. Utushike mkono, tembee pamoja nawe kila nyakati. Wakati huu pia tunakumbuka wagonjwa wa kimwili ambao wako katikati yetu, wengine wakiwa manyumbani mwao, na kuna wengine ambao wamelazwa kwa hospitali mbalimbali. Wote kila mmoja Baba anakuhitaji. Napokulilia mjibu sawa sawa na mapenzi yako. Tunakumbuka pia wale ambao wanaacha wenzao kwa njia za vifo na njia ambazo sieleweki. Hasa Ella wetu Kombo anapoendelea na programu ya mashishi kwa familia moja wao ambao ameuacha. Tunamweka mikononi mwako wanapoendelea na programu hiyo, nasi pia tuweke kwa maombi wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi wiki nzima ambao tumekuwa na wiko prayer ya utoaji, na yote ambao tumefundishwa kupitia Pastor Ibrahim imekuwa manufaa na turekebisha ndio tuweze kukutolea vile inastahili. Asante kwa sababu atatuzungumzia siku ya leo. Wakati huu pia tukimweka mikononi mwako wa Divine Service, tunaomba utupe utulivu na usikivu mwema, na mwisho iwe ya kwamba tumesema haleluya. Asante kwa sababu tunaamini ya kwamba tunaomba kuja kwako na tujue sawa sana mapenzi yako. Yao tunaomba kupitia Mwana Yesu Kristo mkombozi wetu.
Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati mwema tunaenda kumuabudu Mungu kupitia kwa zaka na sadaka. Na kabla hatujatoa zaka na sadaka zetu, tunalo himizo kutoka Biblia. Na tukienda kusoma hii Biblia, ninawaachia mada ambayo mtaendelea kutafakari tukiendelea kusoma, ya kwamba I got rid of it. I got rid of it. Niliondoa. Kwa Kiswahili nasema niliondoa. I got rid of it. Katika kitabu cha Luke chapter 6 verse 38 inasema kwa Kiingereza, tunaweza kusoma kwa Kiingereza, inasema give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kwa Kiswahili inasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa. Hiyo ni kuhusu kutoa kwa Mungu. Kwamba ni kipimo gani unapeana kwa Mungu? Do you just get rid of it? Ni kuondoa ile ambaye utaki nyumbani mwako, ama unapeana kipimo ambacho ni kikamilifu machoni pa Mungu? So as we give our tithes and offerings, tunapoenda kumtolea Mungu, tuweze kujua ya kwamba matoleo ya Mungu yanafaa kuwa matoleo ambayo ni makamilifu, si matoleo yale ambayo unatoa kwa sababu ukuwa na sababu ya kufanyia ile fedha ndogo ndogo ile tunatupa kila kwa nyumba. Una siku ya Sabato unaokota unaleta kanisani, ya kwamba tuweze kumtolea matoleo ambayo ni makamilifu. Hebu na tuweze kujioji mioyoni mwetu, tuone ya kwamba ni jinsi vipi tumekuwa tukimtolea Mungu. Ni ile ambayo tumeondoa, is it what we get rid of that we don't need at home? So Mungu aweze kutubariki ili tuweze kumtolea kikamilifu. Naomba mashemazi muweze kusimama, tuombe ndio tuweze kusanya zaka na sadaka. Mashemazi, deacon and deaconesses, wherever you are, please rise. Tuombe. Mtakatifu Baba wetu uishie juu mbinguni, ni Sabato njema tena umetutolea, umetubariki, tumeweza kuja kukuabudu. Na wakati tunaenda kukuabudu kupitia kwa zaka na sadaka, tunaomba ya kwamba uweze kuguza mioyo yetu, tuweze kujioji na tuweze kukutolea matoleo ambayo ni makamilifu, yasije kuwa ni yale ambayo hatuhitaji, bali yawe makamilifu jinsi wewe unavyotupatia vyote ambavyo tulivyo navyo. Asante, maana umesikia wanapoenda kutolea wana wako, wabariki. Na labda yule ambaye hatakuwa nayo siku ya leo 79. Tukimaliza huu wimbo, Kisii Central Home Church mlikuwa mmealikwa mkuje hapa mtupatie wimbo mmoja before the main choir sings. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha
wapata furaha hata milele. Furaha wataipata wakati wa mavuno. Number 94, Sioni yao Kisii Central Home Church. 94. Tukiendelea na kukusanya sadaka. Popote mashamba yajatenena makabeku, popote yang'are upepo, neni na nyanjani, kwenye mavuno twasihi upeleke wavuni, wayakusanye mazao hata kazi yaishe, wapeleke uchaoni, waende na totoni, hata jua lishukapo wakusanye kokote, mwenye mavuno twasihi upeleke wavuni, wayakusanye mazao hata kazi yaishe. Kabla hawajaimba, tunaimba mahali yako, mnaleta sadaka hapo. Sawa sawa, sawa sawa. Enyi wakazi wa Bwana, yaleteni mazao, na jioni ingieni kwake na furaha kuu, mwenye mavuno twasihi upeleke wavuni, wayakusanye mazao hata kazi yaishe. I think wako ready, tupatie mali yako. Mali yako sasa, Bwana tunatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amin. Sawa, patie wimbo. Leo ninafikiria nchi nzuri ninayotaka kuiona, nisimamapo karibu na Mwokozi, tajini zitakuwa nyota. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati, wakati nitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini, tajini.
Kwa nguvu za Bwana nitafanya kazi, nitavuta roho za watu, ili niwe na nyota katika taji, Bwana anapotupa tunu. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati, wakati nitakapoamka katika majumba. Zitakuwa nyota tajini, tajini. Nitakuwa na furaha miguuni pake. Watu waliovutwa kwa ajili ya kazi yangu na roho yake. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati, wakati nitakapoamka katika majumba. Zitakuwa nyota tajini, tajini. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati, wakati nitakapoamka katika majumba. Zitakuwa nyota tajini, tajini. It's nice to be in the house of Lord. It's wonderful to be in the house of Lord. I'm June Mwancha. I welcome Church Choir for a special item. Be blessed. Asante. Tuendelee kuimba wimbo namba 192 wakijipanga. Asante. Tunapoimba nambari 192, Elda ananikumbusha ya kwamba next week tuko na child dedication. Walisahau child dedication, kwa hivyo watoto waletu. Namba 192 ki mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilea na kudai, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Mungu wetu ni wa ajabu sana.
wetu Mungu wa ajabu, kaumba vyote tuvionavyo, kaona vyote kuwa ni bora, mwisho kamuumba mwanadamu, kampa na mamlaka awe ni msimamizi. Sio vyetu mwanadamu, ni vyake Mungu, kampa na mamlaka awe ni msimamizi. Sio vyetu mwanadamu, ni vyake Mungu. Elewa, tumepewa nafasi na Bwana, tushiriki kazi yake. Katika kwayo twabarikiwa, tutoe sadaka kwake Bwana. Tumepewa nafasi na Bwana, tushiriki kazi yake. Katika kwayo twabarikiwa, tutoe sadaka kwake Bwana. Mara nyingi twashuhudia kwamba juhudi zetu hazizai matunda katika nyanja ya uchumi, jamii, hata kiroho. Asubuhi mapema twaamka, mtu yote twahangaika, ni huzuni. Ifikapo jioni hatuna kitu mifukoni, twashangaa, mbona Bwana, mbona Bwana hutulipi jasho letu, twauliza. Siku sita Mungu masikara yake Bwana. Swala hili ndugu yangu lanitisha. Baraka tele. Toweni, toweni, toweni sadaka kwa Bwana. Toweni, toweni, toweni sadaka kwa Bwana. 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 Imani ya Bwana leteni kwa moyo mkunjufu. Sadaka nitoeni, leteni sadaka fungu la 10. Imani ya Bwana leteni kwa moyo mkunjufu. Sadaka nitoeni, leteni.
Happy Sabbath. Happy day. Let's welcome the children's sermon. When I do some things that are bad or mean, and I know I ought to do good, I can talk to Jesus, who's always with us. He's ready to forgive. He forgives me, throws my sin into the sea. He forgives me, so I'll forgive you too. When I do some things that are bad or mean, and I know I ought to do good, I can talk to Jesus, who's always with us. He's ready to forgive. He forgives me, throws my sin into the sea. He forgives me, so I'll forgive you too. He forgives me, throws my sin into the sea. He forgives me, so I'll forgive you too. Hello, hello, hello. Welcome to our special children's sermon. We have been exploring wonderful stories about Noah and the floods. Last Sabbath, we learned that when the rain stopped and the flood went down, the ark landed on a big mountain called Ararat. Noah's family and all the animals were so happy to be outside again. They stepped out onto dry land, and the first thing that Noah did was to thank God for keeping them safe. Today we are going to talk about something really, really cool: God's rainbow. From the book of Genesis chapter 9 verse 8 to 17. Genesis chapter 9 verse 8 to 17. We are going to find out why God created the rainbow. Welcome. Children of God, have you ever seen a rainbow? Maybe after a big rainstorm. When the sun comes out and shines through the water droplets in the air, it's like a big colorful smile in the sky. But did you know that God created the first rainbow a very, very long time ago after the floods? When the world was getting a fresh start. Let's learn more about that story together. As the wild animals left and disappeared out of sight, Noah and his family were looking around at the wild-looking place to which the ark had brought them. It was a sad sight that met their gaze. Everywhere were ruins that had been caused by the raging waters. Great trees lay uprooted. Lovely hills had been swept away, leaving nothing but bare rocks. The once beautiful plains were now deserts. Not a single human dwelling was to be seen anywhere. There were no good-looking homes anymore. All homes had been destroyed and swept over by the floods. The ugly surrounding was enough to break their hearts.
As they stood viewing the horrible scene, they felt afraid and lonely on that trembling mountainside. They may have wondered what was going to happen next. Now, God saw how much the family loved him, and he wanted to show how much he loved the family too. So he did something amazing. He looked up in the sky with a big, happy smile. He created a beautiful, beautiful giant rainbow. Imagine colors stretching across the sky. It was so beautiful and so bright. The rainbow had many colors like red, orange, blue, green, indigo, and violet, all mixed together in a perfect curve. God said to Noah and his family, "This rainbow is a promise. It's a promise that I will never again flood the whole earth and destroy all living things." He wanted them to remember how much he cared about them. So whenever they saw a rainbow, they wondered and remember God's promise. So whenever you see a rainbow, remember Noah and his family and remember God's promise. It's a sign of hope, a sign of love, and a sign is God is always with us. Wow, it's just something wonderful you have ever seen. Church, what do you say? Again? So God's love is like a rainbow. Let's pray. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the children's sermon. Take us through the sermon. In Jesus' name I pray. Thank you for listening to the children's sermon. We invite you next Sabbath for more exciting stories. Till then, bye. See you. Happy Sabbath and a happy day. Just before I stand, there is a choir that I would like to invite for one item before I stand for preaching. Pobaracho Kegati, where are you? Just 2 minutes. If we are not there, then we move on. Pobaracho, tafadhali njoo. I'm giving you some 3 minutes for one item. Come quickly. Come quickly. Already 1 minute gone. Ningigetie manye
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nimjue Yesu. Ndio wimbo ambao wametuimbia. Unahitaji umjue Yesu. Ujue upendo wake. Ujue gharama iliyotumika kwa ajili ya ukombozi wako. Uelewe ni yapi yaliyo mapenzi yake ili uweze kuyafanya. Inahitaji umjue Yesu, ndipo utaweza kuhuishwa, ndipo utaweza kutengenezwa, ndipo utaweza kusimamishwa tena upya wa kiroho katika imani iliyo thabiti. Tuombe. Uhimidiwe Baba na Mungu wetu. Saa imekuja. Imesimama tena mbele za wana wako kwa ajili ya neno lako. Nitumie zaidi ya vile ambavyo umenitumia awali. Nizushe, wewe uinuliwe, utukufu wako uonekane, mapenzi yako yatendeke. Kwa Kristo Bwana tumeomba. Ndugu zangu, tumekuwa katika juma zima tukizungumzia juu ya mada ya uisho na matengenezo katika uwakili wetu, revival and reformation in our stewardship life. Tumejadili mada hii juma zima, na leo ningependa nikupe summary. Ni nini Mungu anahitaji? Na leo ningependa nikupe topic moja ambayo iko kwa njia ya swali. Na hili ndilo swali ambalo nitawaachia kama watu wa Central. Na kama unaandika utaandika hivi: what if? What if? What if we accept the revival and the reformation in our lives?
what if we become faithful stewards? What if we worship the Lord in truth and spirit? What if we give and return our tithes and offerings faithfully? What if we adopt the systematic benevolence in our spiritual life? Kwa hiyo ndilo swali ambalo tunaulizwa katika ibada ya leo. Vipi kama utakuwa wakili mwaminifu? Vipi kama utakubali kuhuishwa na kutengenezwa upya katika maisha yako ya kiroho? Vipi kama utakuwa muumini mwaminifu ukileta zaka na sadaka mbele za Mungu kwa ukamilifu wake? Vipi iwapo utakubali kwa ajili ya kusimama katika imani kama mtu aliyekombolewa akisubiri marejeo yake Mwenyezi Mungu? Na swali hili liliulizwa wana wa Israeli wakati ambapo wana wa Israeli na nchi ambao walikuwa wanaishi waliweza kutengwa na Mungu. Na walipotengwa na Mungu, ukuta ukabomoka. Ndugu zangu, Mungu akasimama kwa ajili ya kutafuta mtu ambaye angesimama aunganishe tena wana wa Israeli jinsi ambavyo Musa aliwaunganisha jangwani. Mungu akasimama tena kutafuta mtu ambaye angesimama kwa uaminifu wake kwa ajili ya kuweza kuujenga ukuta uliokuwa umebomoka. Mungu akasimama tena kutafuta mtu ambaye angeitengeneza boma ambalo ni hekalu lake lililokuwa limeharibiwa kwa ajili ya wanadamu kuabudu vinyago katika hekalu la Mwenyezi Mungu. Mungu akasimama kutafuta mtu ambaye angeonesha uaminifu wake kama wakili mwaminifu ili asimame kwa niaba ya wana wa Israeli, taifa lile lisiangamizwe na Mwenyezi Mungu. Na Mungu anasimama leo akitafuta mtu katika kanisa la Kisii Central ambaye atasimama kama wakili mwaminifu kuwa mfano kwa ajili wa kuunganisha watu wa Kisii Central na uwepo wa Mwenyezi Mungu, ili waruhusu Roho wa Mungu awauishe na kuwatengeneza katika upya wa kiroho. Ndipo nabii Ezekiel, Mungu anazungumza naye katika kitabu cha Ezekiel. Soma nami kuanzia aya yake 22, katika 22 kuanzia aya yake 30. Mungu anazungumza maneno haya. Ezekiel 22 aya yake ya 30. Mungu anasema hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma. Boma linapoharibika, hata katika familia zetu, watu wanakaa, familia inakaa, inatafuta mtu ambaye atalitengeneza boma. Watu wanapotengana, upendo na uadui, upendo unapoisha katika familia na uadui kutawala na watu kutengana, familia uketi na kutafuta mtu ambaye atasimamia na kwa ajili ya kujenga boma. Mungu, boma lake lilikuwa limeharibika. Watu wa Mungu wa Israeli walikuwa wamejitenga na upendo wa Mungu, wakarudi kwa ajili ya kuabudu vinyago, wakazidi kumwaga damu na kuwadhulumu hata watu ambao walikuwa wanyonge katika jamii na hata wageni walioonekana katika mji huo. Mungu akasimama kwa ajili ya kutafuta mtu ambaye angesimama akaunganisha wana wa Israeli mbele za Mwenyezi Mungu ili Israeli isiangamizwe.
Biblia inaendelea inasema, na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini si kuona mtu. Mungu anazungumza, anasema aliposimama kutafuta mtu ambaye angesimama kwa ajili ya wana wa Israeli, mtu ambaye angewapatanisha tena wana wa Israeli, mtu ambaye angewaombea wana wa Israeli ili wakahuishwe, mtu ambaye angewaongoza wana wa Israeli katika kweli. Alipotafuta hakuona mtu. So I sought for a man among them who will make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found none. Ndugu zangu, ni habari ambazo ni za huzuni. Wakati ambapo Mungu alishughulikia wana wa Israeli, akawalisha na kuwaongoza kwa ajili ya kwenda katika nchi ya ahadi, lakini kafika wana wa Israeli wakaasi sauti ya Mwenyezi Mungu. Ikafika wana wa Israeli wakaanza kuabudu miungu. Ikafika wana wa Israeli wakaweza kuacha sheria aliyowapa Mwenyezi Mungu, sheria takatifu. Mungu kwa huruma zake hakutaka kuangamiza nchi ile. Akatafuta mwanaume, mtu ambaye angesimama kwa niaba ya Israeli kwa uaminifu wote, lakini hakupata. Na leo Mungu anasimama, anatafuta mtu ambaye atasimama kwa niaba ya kanisa la Kisii Central. Wakati ambapo Mungu anaangalia miongoni mwa wazee wa kanisa, wakati ambapo Mungu anaangalia miongoni mwa wachungaji tulio nao, wakati ambapo Mungu anaangalia miongoni mwa washiriki ambao ni wa Kisii Central, Mungu anahitaji mtu. Sio mtu tu, anahitaji mtu. God is looking for a man who will stand in his faithfulness before the Lord. The Lord is looking for a man who will worship him in truth and spirit. The Lord is looking for a man who will lead his people to live an exemplary life following the footsteps of Jesus Christ. Mungu anapoangalia miongoni mwa wazee, anapoangalia miongoni mwa wakina mama, anapoangalia miongoni mwa viongozi tulio nao, je, kuna mtu anaweza akasimama? Je, kuna mtu anaweza akawa mwaminifu? Je, kuna mtu ambaye anaweza akaunganisha kanisa la Mungu ili roho wa Mungu akatawale waumini, kanisa likatembea kiroho, uwepo wa Mwenyezi Mungu kaonekana miongoni mwa kanisa la Kisii Central? The Lord is looking for a man, not just a man, but a man who will be able to rebuild the wall that has been broken. Lord is looking for a man, a spiritual man who will lead his people where he intends them to be. The Lord is looking for you, and what if you be a man today? Ndugu zangu, hilo ndilo swali ambalo tunaulizwa. Vipi kama utakuwa huyu mtu ambaye Mungu anamtafuta? Mungu amezungumza pamoja nasi katika juma zima. Mungu ametufundisha katika juma zima, ametuzungumzia juu ya habari za uwakili, ametuzungumzia juu ya habari za utoaji. Lakini leo Mungu anahitaji mtu ambaye atatembea tangu leo kwa uaminifu wake. Mungu anahitaji mtu ambaye tangu leo atamwabudu kwa uaminifu katika roho na kweli. Ezekiel anatuambia Mungu alipokuwa anatafuta mtu ambaye angesimama kwa niaba ya nchi, ambaye angesimama kwa ajili ya kujenga boma la Mwenyezi Mungu ambalo lilikuwa limebomolewa na kutengwa na uwepo wa Mungu. Mungu alipotafuta hakuona mtu.
Mungu akiangalia miongoni mwa wazee wa kanisa, je, anaona? Mungu akiangalia miongoni mwa wachungaji wenu, je, anaona? Mungu anapotafuta miongoni mwa washiriki, je, anaona? Na ndio maana naona tayari watu wameanza kuniombea. There's just and I've just stood, so I don't know. Mwenyezi Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama kama wakili mwaminifu. Hiyo ndio summary ya mafundisho yetu leo. Mungu anatafuta mtu ambaye atamwabudu katika roho na kweli. Alipotafuta miongoni mwa Israeli, hakupata. Wana wa Israeli na nchi wakaangamizwa kwa sababu hakupata hata mmoja. Katika wakati wa Ibrahimu, wakati wa Sodoma na Gomora, Mungu alitafuta mwanaume, Mungu alitafuta mtu ambaye angeonekana kusimama kuwa mwaminifu ili akomboe Sodoma na Gomora isichomwe. Mungu akazungumza na Ibrahimu. Ibrahimu anamzungumzia Mungu, anamuuliza, je, nikipata hata 10 utauchoma mji wa Sodoma na Gomora? Mungu akasema hapana, lakini alipotafuta hakupata. Je, Mungu anapotafuta mwaminifu anayemwabudu katika roho na kweli miongoni mwa washiriki wa Central, je, yupo? Mungu anazungumza nasi akituambia maneno haya kwamba, ndugu zangu, ili tuweze kuushwa na kutengenezwa, ili tuweze kuwekwa sawa na Mwenyezi Mungu, lazima wawepo watu waaminifu watakaosimama kwa ajili ya kanisa la Mwenyezi Mungu. Lazima wawepo watu ambao ni waaminifu watakaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Lazima wawepo waumini ambao ni waaminifu, ambao kupitia kwao kanisa litapata uhuisho na matengenezo. Lazima Mungu apate watu ambao ni waaminifu, ambao watasimama katika imani, ili kupitia kwao Mungu ajitwalie utukufu kwa kuandaa kanisa lake kwa ajili ya marejeo. Lakini anapoangalia, je, anapata? Iwapo hayupo hata mmoja, tutabaki kuishi kiroho, tutabaki kuishi kimwili, tutabaki kuishi katika mazoea, wala hatutakubali mabadiliko ya kiroho katika maisha yetu. Iwapo hata kuwepo hata mmoja, tutabaki chinzi tulivyo kwa ajili ya kupea mambo yetu ya kidunia kipaumbele. Na ndio maana hata leo ninaona watu wengi ambao wamejihudhurisha kwa ajili ya ibada. And by the way, where were you throughout the week? Where were you? Do you become holy only on Sabbath? Do you seek the Lord only on Sabbath? Mungu anahitaji mtu. Mungu anatafuta mtu. Mtu ambaye atasimama kwa imani. Mtu ambaye atasimama kwa uaminifu. Mtu ambaye kupitia kwake uwepo wa Roho Mtakatifu utaonekana miongoni mwa waumini. Mungu anatafuta mtu ambaye kupitia kwake atahuisha kanisa lake. Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama kwa niaba ya mbingu ili aweze kutengeneza boma la Mwenyezi Mungu. The Lord is looking for a man that he should make up the hedge that was broken down by the transgressions of the people, who exited and all bounds of law and justice, one that will restrain them from sinning and reform them and set them a good example, one who works while good, a good man that will endeavor by his influence to stop the breaking in of sin and the consequences of it. Mungu anaangalia, Mungu anamtafuta mtu ambaye anaweza akasimama, mtu ambaye ni mzuri,
mtu ambaye anaweza akawa mfano kwa ajili ya kuongoza kundi lake, mtu ambaye atakuwa mfano kama wakili mwaminifu, mtu atakayekuwa mfano kwa ajili ya kuelekeza watu na kuwatoa katika barabara ya dhambi na kuwaweka katika njia sahihi, ili Mungu anaporejea, Kristo anaporudi mara ya pili, kanisa lake liwe limeandaliwa, kanisa lake liwe limeuishwa, kanisa lake liwe limewekwa tayari kwa ajili ya marejeo yake mara ya pili. Mungu anahitaji mtu, Mungu anatafuta mtu ambaye kupitia kwa ushawishi wake watu wataishi kiroho, mtu ambaye kupitia kwa mienendo yao watu watauona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Watu wanapokuona, je, wanaona Kristo ndani yako? Watu wanapokuona, je, wanakuona kama wakili mwaminifu? Watu wanapokuona, je, wanakuona kama Mwadventista Msabato? Then friends, Lord is looking for a man, not just a man, but a man who is good in character, but a man who is faithful in his way, but a man who will stand for his people and pray for them. Mungu anahitaji mtu ambaye atasimama kwa niaba ya kanisa lake. Bwana asifiwe. What if you become that man? What if you become the man that the Lord is looking for? What if you become the stewardship leader who is faithful before the Lord, who will lead people, his people, towards faithful tithing and towards giving offerings faithfully in his storehouse? Friends, the Lord is speaking to us today kwamba anahitaji mtu ambaye atasimama. Na ndio maana nilipokuwa nikiangalia matoleo yenu, hakika Mungu anahitaji mtu ili aweze kusimama kwa niaba ya kanisa la Central. Nilipokuwa naangalia matoleo yenu katika mwezi wa Novemba last year, mliweza kutoa zaka ambayo ilikuwa ni ya 1,581,173. Ninapoangalia katika mwezi wa 12, mliweza kutoa zaka ambayo ni ya 1,696,847. Na mwezi wa Januari mlitoa zaka ambayo ni ya 1,462,660. Kulingana na wingi wenu na kulingana na ushirika wenu, mkiwa na ushirika wa watu 4,500, sasa ninaomba wale walioenda shule wagawe haya matoleo. Zaka ya 1,581,173 ugawe kwa watu 4,500. Uone Mungu akitafuta mtu miongoni mwenu atampata. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikigawa matoleo haya, nilipata kwamba kwa mwezi mzima kila mshiriki anatoa shilingi 300. Haya magari yamebaki hapa ni ya 300. Mwezi mzima tunatoa zaka ya shilingi 300 kila mshiriki. Ukigawa kwa 4, kila mshiriki anatoa shilingi 87 kwa sabato moja. Sikiliza ndugu zangu, Mungu anahitaji mtu ambaye atakuwa mwaminifu. Mungu anahitaji mtu anapoangalia katika kanisa hili, je, kuna hata mmoja anayemwabudu Mungu katika roho na kweli? Mungu anapoangalia
na mibaraka ambayo amewabariki kwayo. Je, kuna mtu hata mmoja atakayesimama kwa uaminifu wa Mungu kwa ajili ya kanisa la Central? Mungu anapoangalia na mibaraka aliyowapa, kuna mtu hata mmoja atakayesimama kwa ajili ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Ni kejeli mbele za Mungu mbingu inaposhuhudia baraka ambazo amewapa Mungu, mkitoa shilingi 87 kila Sabato. Mnatengeneza pesa kila wiki, mnatengeneza mamilioni ya pesa, lakini mnakuja mbele za Mwenyezi Mungu na shilingi 87 kwa Sabato moja. Mungu anahitaji mtu atakayesimama. Imenirudisha katika fili yetu. Fili yetu ina mtaa moja, one district, having a membership of 1,000. Lakini wana uwezo wa kutoa up to 2 million per month with a membership of 1,000. Ukweli uko wapi, watu wangu wa Central? Msikejeli Mwenyezi Mungu kwa baraka alizowapa. Mungu anatafuta mtu ambaye atamwabudu katika roho na kweli. Mungu anatafuta mtu ambaye atakuwa wakili mwaminifu, mtu ambaye atasimama kwa niaba ya kanisa la Central, mtu ambaye kwa sababu yake roho wa Mungu ataingia miongoni mwa washiriki, akawatengeneze upya, akawahuishe upya, akawapa nafasi kwa ajili ya kukubalika mbele za Mungu kama wakili waaminifu. Na ndiyo maana habari za wakili ni habari za mahusiano yako na Mungu. Nimeona kwa kweli jinsi ambavyo mpo mbali na Mungu, hata kama tunakuja kila Sabato na kuimba twende kwa Yesu mimi na wewe. Sikiliza ndugu yangu, niliwaambia katikati ya wiki, unaweza ukawa ndani ya kanisa ukifikiria uko kwa Mungu, lakini ulikwisha potea. Ndiyo maana hatuwezi tukamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hatuwezi tukamwabudu Mungu na mali zetu. Hatuwezi tukatoa mali zetu kwa uaminifu kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Unakuja mbele za Mwenyezi Mungu na kushuhudia baraka alizokupa. Ukiwa una gari zuri, umejenga majumba mazuri, hauwezi ukamtolea Mungu vilivyo vyake. Kama mungemwabudu Mungu kwa roho na kweli, mungekuwa na wachungaji zaidi ya 4 hapa. Kama mungemwabudu Mungu kwa roho na kweli kwa ajili ya kutoa matoleo yenu, kila mshiriki angefikiwa katika nyumba yake. Kuna roho nyingi zinazokufa pale nje. Watu wa Mungu wanahitaji maombi, watu wa Mungu wanahitaji ushauri katika nyumba zao. Wengi wamekata tamaa, wengi wamechoka, lakini kwa sababu hakuna mtu awezaye kusimama mbele za Mungu kwa niaba ya kanisa hili. Sikiliza ndugu zangu, tumesonga mbali na kwenda mbali na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Inawezekanaje utoe shilingi 87 kwa mwezi kwa Sabato ikiwa Mungu amekubariki na unaendesha gari? Inawezekanaje utoe shilingi 300 kwa mwezi ikiwa Mungu amekubariki na una biashara? Inawezekanaje utoe shilingi 300 kwa mwezi ikiwa Mungu amekubariki, umejenga nyumba nzuri, una hadi na rental houses? Inawezekanaje ndugu zangu? That's why the Lord is looking for a man who remain faithful, a man who will worship him in truth and the spirit, regardless of the situation, regardless of the circumstance that comes on his or her way. Mungu anahitaji mtu ambaye atamwabudu. Mungu anahitaji mtu ambaye atajinyenyekesha na kusimama kwa niaba ya watu wa Mungu. Mungu anahitaji mtu ambaye ataunganisha kanisa lake, ambaye ataunganisha watu wake na Mwenyezi Mungu. Sikiliza ndugu zangu, the Lord is looking for a man who will stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it.
in the gap that the sin had made, at which the Lord was entering as a man of war to destroy the transgressors, one that should present himself to the Lord on the behalf of people. Seek the Lord on the behalf of the people. Seek mercy for them. Interpose between God and them, and act the part of intercessor. Pray for them, as Moses did for the people of Israel, that he will not destroy them. Ndugu zangu, hayo maneno ni katika kitabu cha Zaburi 106 aya yake ya 33. Mungu anaangalia, Mungu anatafuta mtu atakaye simama kwa niaba ya watu, akaombea huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akaombea huruma kutoka kwa Mungu, akaingilia kati ili Mungu asituangamize. Mtu atakaye piga magoti yake kwa ajili ya kuombea kanisa la Mwenyezi Mungu. And what if you become the man? What if you become the man? Mwenyezi Mungu anazungumza, anasema, but I found none. As the Lord was looking for a man, he found none. No reformer was of them, no repairer of the breach, no restorer of the paths, to dwell in, no intercessor for them, as Abraham for Sodom and Moses for Israel, or and like Aaron that stand before the living and the dead, to stay the plague. Sikiliza ndugu zangu, Mungu alipokuwa akiangalia, Mungu alipokuwa akitafuta mtu ambaye angesimama kwa ajili ya watu wake, jinsi ambavyo Ibrahimu alisimama kwa ajili ya Sodoma na Gomora, jinsi ambavyo Musa alisimama kwa ajili ya Israeli, jinsi ambavyo Aaron alisimama kwa ajili ya walio hai na waliokufa, kwa ajili ya mapigo ya Mwenyezi Mungu, lakini alipotazama, alipotafuta, hakupata hata moja. Tunaweza tukawa hapa, lakini Mungu alikwisha kutuacha. Tunaweza tukawa hapa, iwapo hatutakubali kwa ajili ya kuwa revived, iwapo hatutakubali kwa ajili ya kutengenezwa upya, iwapo hatutakubali kwa ajili ya kuunganishwa na mbingu, kuabudu kwetu kutakuwa bure. Kuabudu kwetu kutakuwa bure mbele za Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana Mungu anatafuta mtu ambaye tangu leo ataweza kusimama kwa niaba ya mbingu. Mtu ambaye tangu leo ataweza kusimama ili aweze kuwa wakili mwaminifu katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Sikiliza ndugu zangu, wakati umefika ambao tunahitaji kufanya mambo visivyo kawaida. Wakati umefika ambapo lazima uache kuishi kwa mazoea, ukakubali the true revival and reformation in your spiritual life. Wakati umefika ambapo lazima uondoke kuishi katika mambo ya ulimwengu, ukaishi kiroho tangu leo. Wakati umefika ambapo Mungu anakuhitaji akutengeneze. Wakati umefika ambapo lazima tufanye mambo tofauti na jinsi ambavyo tulikuwa tukifanya mambo. Wakati umefika ambapo lazima tuweze kumwabudu Mungu kuliko vile ambavyo tulikuwa tunamwabudu. Yes, a time has come that we should seek God in an ordinary manner, in an extraordinary way. Yes, the time has come ambapo lazima tuweze kufanya mambo in an extraordinary way. Tusifanye mambo jinsi tulivyozoea, tusifanye mambo jinsi ambavyo tulikuwa tukifanya awali. Lakini mbingu inatuhitaji, na Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama kwa uaminifu, kama wakili mwaminifu, kama mtu ambaye ameona uso wa Bwana, kama mtu ambaye ako tayari kwa ajili ya kupokelewa, kwa ajili ya mbingu na uzima aliyokwenda kutuandalia Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana Paulo anazungumza nasi leo katika kitabu cha Warumi 13, tusome aya yake ya 11. Inasema, naam,
tukiujua wakati kwamba saa ya kumlaki saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana sasa wokovu wetu uko karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Aya 12 inasema, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyo husika na mchana, na tuendelee kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali muvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalia mwili hata kuwashwa tamaa zake. Sikiliza ndugu zangu, Paulo anatuambia a time has come ambapo lazima tuamke. You must be up. Lazima uamke ndugu yangu katika usingizi wa kiroho. Lazima uamke na kusimama kama wakili mwaminifu. Lazima uamke na kusimama ili uweze kumruhusu Roho wa Mungu akafanya matengenezo katika maisha yako ya kiroho. Yes, wakati umefika ndugu yangu ambapo lazima uamke na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wakati umefika, lazima uamke kutoka kwa usingizi wa kiroho na ukamtafute Mungu, ukamrudishie vilivyo vyake, ukamwabudu na mali zako, ukitoa vyote kwake kama Mungu wa muumbaji katika maisha yako. Paulo anazungumza nasi mchana wa leo katika njia ya kipekee kwa ajili ya watu wa Central. Anawaambia muelewe kwamba wakati umefika, saa imefika ya kuamuka utoke katika usingizi wa kiroho. Saa imefika ya wokovu wako. Mungu anahitaji akuokoe. Mungu hahitaji upotee. Mungu anahitaji akutengeneze. Na ndio maana katika juma zima tumekuwa tukizungumza juu ya uwisho na matengenezo katika maisha ya uwakili. Na ndio maana tumekuwa tukizungumza jinsi ambavyo tunaweza tukasimama mbele za Mwenyezi Mungu. Na ili tuhuishwe, lazima tuelewe that you are the man that the Lord is looking for. Lazima uelewe kwamba wewe ndiye ambaye Mungu anatafuta. Lazima ujue kwamba wewe ndiye ambaye Mungu anahitaji ili ukasimama ukamwabudu Mungu kwa roho na kweli, ili ukasimama kama wakili mwaminifu katika maisha yako, ili ukasimama na kuvaa Kristo katika maisha yako, ukaachana na ugomvi na uasherati, ukaachana na wivu, ukatembea katika adabu, ukaenda mbele za Mwenyezi Mungu kama mtu uliye na nuru, kama mtu atembeaye mchana, kama mtu anayetembea katika nuru wala sio giza. Hatuwezi tukatengenezwa iwapo hatuja kubali mioyo yetu tuifungue kwa ajili ya Kristo kutuisha na kututengeneza upya. Hatuwezi tukatengenezwa iwapo hatuwezi tukasogea miguuni pa Kristo, iwapo hatuwezi tukamtafuta uso wa Bwana. Hatuwezi tukatengenezwa ndugu yangu. Tutabaki kuwa washiriki wa kanisa wala sio waumini, na mwisho wa yote tutapotea katika giza. Tutakuwa miongoni mwa wale ambao Kristo atawaambia, ondokeni kwangu siwajui, enyi watenda maovu. Utasema jinsi ambavyo ulisaidia kanisa kujengwa, utasema jinsi ambavyo ulisaidia kwa ajili ya shedi ya kanisa kuwekwa, lakini Yesu atakwambia, ondokeni kwangu sikujui, ewe mtenda maovu. Lakini kabla ya hiyo, Mungu anahitaji atubadilishe nia zetu. Kabla ya hayo, the Lord want to revive our hearts. Mungu anahitaji kuisha mioyo yetu ili akatusimamishe katika kweli yake. Tukisimamishwa, hatutaleta zaka ya 1,000,000. Tukisimamishwa, tutamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tukisimamishwa, tutatembea kama watu waliokombolewa. Tauni ya Kisii itajua kwamba kuna Waadventista wa Sabato
ambao wanaishi miongoni mwetu, maana hatutatembea kidunia wala hatutaenda barabara za watu wasiomjua Mungu jinsi wanavyoenenda, maana Kristo mwenyewe atakuwa ametubadilisha, na sio sisi tutakuwa tunaishi, bali Kristo atakuwa anaishi ndani ya maisha yako. Lord want to revive you. The Lord want to revive your soul. The Lord want to transform you. Ndugu zangu, Mungu anahitaji akutengeneze. Mungu anahitaji akuhuishe. The Lord is looking for a man who will stand even in times of financial crisis. Mungu anahitaji mtu hata wakati ambapo uchumi unaharibika, lakini atasimama na Mungu amwabudu katika roho na kweli. Mungu anahitaji mtu ambaye hata katika magonjwa atabaki kuwa mwaminifu akimwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anamtafuta mtu ambapo hata kwa ajili ya kukumbana na vifo bado atajua kwamba Kristo akirejea tena atawafufua wote waliolala katika yeye. Hivyo asimame kama wakili mwaminifu akimtarajia na kumtumainia Mungu katika maisha yake yote. Yes, Mungu anahitaji na anatafuta mtu ambaye hata kama ndoa yake imevurugika ataelewa, atengenezaye ndoa na kusimamisha familia ni Mwenyezi Mungu. Ndiyo ndugu zangu, Mungu anahitaji mtu ambaye atatambua kwamba kwa njia ya kumwabudu na matoleo yake na vyote alivyo navyo atatambua ni vya Mungu, ambaye atajua the source of all the blessings is God. Mungu anahitaji mtu kama huyu ambaye atasimama kwa niaba ya kanisa la Central. What if you be the one? Iwapo kuna mtu ambaye anasema yes, kwa kweli Mungu umezungumza nami, nimeelewa mimi ndiye mtu nayetafuta, nimeelewa unahitaji nisimame kwa uaminifu wangu, nimeelewa unahitaji niweze kukuabudu katika roho na kweli, nimeelewa Yesu kwamba unanitafuta ili nisimame kama wakili mwaminifu, nikutambue katika maisha yangu kama wewe ndiyo chemichemi ya baraka zote. Iwapo kuna mtu kama huyu ndani ya moyo wake, hayo ndiyo ambayo yapo na ndiyo matumaini yake, asimame ili tuombe pamoja naye. Usisimame kwa sababu wengine wanasimama. Simama kwa sababu ndani ya moyo wako hayo ndiyo unayohisi kwamba hakika Mungu, nimeelewa mimi ndiye mtu unayehitaji. Hakika Mungu, nimeelewa kwamba mimi ndiye unayehitaji ili niweze kusimama kwa niaba ya watu wako, ili niweze kusimama kama wakili mwaminifu, ili niweze kwa usawishi wangu wa kiroho niweze kuleta roho wengine katika hekalu lako. Ndiyo Yesu, nimeelewa kwamba mimi ndio unayehitaji ni kuabudu katika roho na kweli. Iwapo hilo ndilo ombi ndani ya moyo wako, na iwapo hayo ndiyo yaliyo ndani ya moyo wako, simama ili tuweze kuomba kwa pamoja. Je, kuna mtu katikati ya mkutano ambaye ndiye Mungu anayehitaji? Huenda haujapatizwa kwa maji mengi, lakini Yesu anapoangalia anakutafuta miongoni mwa watu ili ukatengeneze maisha yako kwa njia ya kukubali na kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wako katika maisha yako kwa njia ya upatizo ya kuzamishwa ndani ya maji mengi. Je, kuna mtu ambaye miongoni mwa wale ambao Yesu anawahitaji? Wewe upo ambaye bado haujatengeneza mahusiano yako na Mungu kwa njia ya kutengenezwa na kuzamishwa ndani ya maji mengi kama ishara ya nje ya kutubu dhambi zako na kuunganishwa na mbingu kwa njia ya upatizo? Je, kuna mtu kama huyu? Naomba uinue mkono. Kama kuna mtu kama huyu katikati ya mkutano ambao haujapatizwa
elewa kwamba Mungu anakuhitaji. The Lord is looking for you. The Lord is seeking you, ili aweze kukutengeneza, atengeneze mahusiano yako naye, ili uweze kupatizwa kwa njia ya maji mengi. Hata kama hautapatizwa leo, but the Lord is looking for you, ili aweze kukuandaa kwa ajili ya ubatizo. Utakapofika ukapatizwa, ukaunganishwa na mbingu, Roho akakuongoza katika maisha yako, Yesu anapoandaa watu wake kwa ajili ya ujio wake. Je, kuna mtu kama huyu katikati ya mkutano haujapatizwa? Inua tu mkono. Sitakuhitaji uje mbele, inua tu mkono ili tunapoenda kuomba tukuombee. Je, kuna mtu kama huyu katikati ya mkutano? Naomba mnisaidie kuona. Asante ndugu, Mwenyezi Mungu akubariki. Mbingu inashangilia inapoona wakati ambapo Mungu anatafuta watu wa aina hiyo watengeneze mahusiano yao na Mungu. Mungu akaongoze katika maisha yao wanapojitoa kwa uwazi kwa ajili ya kumwebisha shetani mbele ya umati mkubwa. Ni furaha mbinguni. Asante ndugu, mbingu inafurahia. Naomba mkono wako ubaki juu wakati ambapo tunaenda kuomba. Naomba mkono wako ubaki juu wakati ambapo tunaenda kuomba. Nyosha tu mkono wako. Haujapatizwa katika maji mengi, na ungeomba kwamba ufungue moyo wako wakati ambapo Mungu anakutafuta, wakati ambapo Mungu anatafuta mtu ambaye atafungua moyo wake, aingie ndani ya maisha yake, akamtengeneze, akamuunganisha na mbingu kwa ajili ya marejeo yake, akapatizwa katika maji mengi. Kama hilo ndilo hitaji lako, inua mkono wako juu. Kama hilo ndilo hitaji lako, haujapatizwa katika maji mengi, inua mkono wako juu. The Lord is looking for you. Mungu anakutafuta. Mungu anakutafuta ili utoe maisha yako mbele zake. Asante ndugu. Mungu wa mbinguni akutende mema. Naomba kwa uchasiri tu piga hatua mbele ili tuombe na wewe. Msaidie, piga tu hatua mbele. Njoo hapa mbele ili tukuombee. Njoo hapa mbele ndugu ili tukuombee. Na iwapo kuna yeyote ambaye kule nyuma hatuwezi tukakuona, lakini unasikia sauti hii, ninaomba upige hatua ya uchaziri, maana Mungu anakutafuta. Naomba upige hatua ya uchaziri, maana Mungu anakutafuta. Mungu anatafuta watu kwa ajili ya ufalme wake. Mungu anatafuta watu kwa ajili ya kuandaa. Mungu anatafuta watu kwa ajili ya kuwatengeneza. Mungu anatafuta watu kwa ajili ya kuwaunganisha na mbingu. Anapokuwa anaandaa ufalme wake, sote tuweze kuandikwa upya majina yetu kwa ajili ya kitabu cha uzima. Wazee, naomba mpokee. Asante ndugu kwa ajili ya kujitoa. Mbingu inafurahi wakati ambapo tunajitoa. Mbingu inafurahi wakati ambapo tunapiga hatua ya imani. Mbingu inafurahi wakati ambapo tunatoa maisha yetu. Je, kuna bado mtu ambaye hajapatizwa, lakini Roho wa Mungu anazungumza naye kwamba wewe ndiye Mungu anatafuta, kwamba wewe ndiye Mungu anaona? Ujitoe kwa ajili ya upatizo, ujitoe kwa ajili ya kuunganishwa. Ndio Roho wa Mungu ananiambia bado kuna watu ambao wanatafuta. Mungu anakutafuta. Ndugu, fungua moyo, usifungie nafasi hii. Fungua moyo, njoo mbele kwa ujasiri ili tuweze kuomba na wewe. Haujapatizwa ubatizo wa kweli ndani ya maji mengi. Iwezekana hatupatizi leo, lakini unahitaji utoe maisha yako kwa Mungu. Unahitaji Mungu akutengeneze. Unahitaji Mungu atembee nawe tangu leo. Songa mbele ili tuweze kuomba na wewe. Piga hatua ya imani kwa sababu Mungu anakutafuta. Piga hatua ya imani kwa sababu Mungu anahitaji moyo wako. Piga hatua ya imani, maana Mungu hahitaji upotee, anahitaji ukombolewe. Anahitaji majina yako yaandikwe katika kitabu cha uzima. Je, kuna bado mwingine katikati ya mkutano huu ambaye anajitoa, anasema ndio Mungu, nipo, naomba nijitoe kwako. Ndio Mungu, nimesikia unanitafuta. Miguuni pako na anguka na kunisimamisha tangu leo ili
uweze kunitengeneza upya na mahusiano yangu na wewe. Je, kuna mwingine? Wito wangu wa mwisho, kuna mtu ambaye ndani ya moyo wake anaona alikuwa amerudi nyuma, mahusiano yake na Mungu yamekuwa sio mazuri, lakini leo umeelewa kwamba wewe ndiye Mungu anayetafuta. Umeelewa kwamba wewe ndiye Mungu anatafuta ili aweze kukusimamisha tena kama wakili mwaminifu. Huenda umetembea kama wakili ambaye sio mwaminifu mbele za Mungu, lakini leo umeelewa kwamba wewe ndiye Mungu anatafuta, na uko hapa kwa ajili ya kusimama. Unaomba, Mungu nisaidie, nilikuwa nimerudi nyuma, sikuwa mwaminifu kwa njia ya matoleo, sikuwa ninakurudishia jinsi ambavyo unahitaji nikurudishie, jinsi ambavyo mmenibariki. Leo Yesu, naomba mkono, nimeelewa mimi ndio natafuta, ni kuabudu kwa roho na kweli kwa njia ya matoleo. Kama kuna mtu wa aina hiyo, inua mkono wako wakati tunafanya maombi. Wewe sitakuhitaji uje mbele, inua mkono wako. Wakati tunapofanya maombi, ulikuwa umerudi nyuma, ukweli kabisa huku unamtolea Mungu matoleo yaliyo kamili, ukweli kabisa huku unarudisha zaka kamili mbele za Mwenyezi Mungu, lakini leo umeelewa wewe ndiye Mungu anatafuta, umwabudu katika roho na kweli, na baraka ambazo ameweka katika mikono yako. Naomba uinue mkono wako juu wakati ambapo tunaomba. Uhimidiwe Baba na Mungu wetu. Tuseme nini kwa ajili ya neema na rehema zako? Asante maana umezungumza nasi. Hakika unapotafuta mtu toka mbinguni ukichungulia miongoni mwetu, itakuwaje iwapo nitakuwa mimi ndio unatafuta na nisimame? Itakuwaje iwapo kila mmoja tutasikia sauti hii tukasimame unapotutafuta kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya utukufu wa mbingu? Mbingu inashangilia kwa ajili ya ndugu hawa ambao wamepiga hatua ya imani kwa ajili ya kutengenezwa maisha yao na kuunganishwa na mbingu tangu leo, ili waweze kuzamishwa ndani ya maji mengi, wakikabidhi maisha yao mikononi mwako. Yesu, ukiwa katika chumba cha rehema, tangulia ukawapatize kwa njia ya Roho Mtakatifu wanaposubiri upatizo wa maji mengi. Tangu leo washike mkono Yesu, wapiganie siku zote katika maisha yao. Tangu leo majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima, ili utakapokuwa ukiandaa wengine kwa ajili ya ujio wako. Pia na kundi hili dogo ambalo wameona afadhali wasiona aibu mbele zako, wamejitoa kwa umati mkubwa kwa ajili ya kukabidhi maisha yao mikononi mwako. Yesu, wapokee chinzi ambavyo wamekuja kwako. Wasamehe, tembea nao na kuwapa amani ya kipekee siku zote katika maisha yao, siku zote katika familia yao. Utukufu wako wafunike. Kuna wale ambao wamesimama kwa ajili ya kukiri mbele zako na kuinua mikono yao kwamba hakika hawaje kuwa waaminifu mbele zako. Yesu, unapoangalia mioyo yetu, Yesu, unapotathmini maisha yetu na baraka ambazo umeweka katika maisha yetu, wameinua mikono yao juu wakisema hawajawa waaminifu mbele zako, wakiomba msamaha. Na mimi mtumishi wako miguuni pako ninawasogeza, ninaomba uwasamehe. Tangu leo wasimamishe kama mawakili waaminifu. Tangu leo wabadilishe mioyo yao. Tangu leo wauishe kwa Roho wako Mtakatifu. Watembee kiroho wakikutumainia katika maisha yao yote, wakikuabudu pamoja na baraka ambazo umeweka mikononi mwao. Kumbuka familia zetu. Wale ambao hawana amani, rejesha amani. Wale ambao wanatafuta wachumba, wape wachumba wenzi wao wa maisha kwa ajili ya wakati wako mwafaka. Wale ambao ndoa zao zina vurugu, rejesha amani na upendo katika familia za wana wako. Wale ambao wamefiwa, Yesu, ninakusihi ukawafariji kwa njia ya kipekee.
Wale ambao wamekata tamaa watie matumaini na kuwatia nguvu tena. Wale ambao Mungu wetu wamerudi nyuma kiroho, wainue na kuwapa nguvu mpya ili wasimame katika upya wa imani. Asante, maana tumeomba tukijua kwamba umeyatenda, tukijua kwamba umejibu maombi yetu, maana siku zote wewe ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya kujibu maombi yetu. Ni kwa Kristo Bwana tumeomba na kuamini, katika jina la Kristo. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asante Pastor Ibrahim kutuchukua kwa muda huu wote, na washukuru. Those of us who have been watching us online, we have another program in the afternoon. Kindly you can still join us in terms of worshiping God through stewardship. Na washukuru vile tunatoka, tafadhali chukua kiti 2 3 weka karibu na mlango wa kanisa so that we may have the program inside. Thank you and may God bless each and every one of you. Asante. Vile vile wazazi wa Pathfinders na Adventurers miaka 3 hadi 16, tafadhali tutakutana hapa kwa minajili ya kunongonezana jambo moja. Asanteni sana tunapoondoka. Mungu awabariki, tupatane masaa ya mchana.